Katika somo lililopita tulijifunza namna gani unaweza ukaigawa video kwenye mafungu mbalimbali au kuiwekea playlist video moja kama inavyofanya YouTube, lakini kwa video ambazo ziko offline, kwa sababu kawaida ukidownload video offline huwezi kuiwekea playlist, inakuwa haina playlist. Kwa tukatengeneza hiyo program kwa kupitia Python. Nikifungua hapo utakuta kaniwekea orodha. Hii sasa hivi tumeiwekea mpaka kwenye tumeiwekea file. Unajua kwenye Python hatujasoma kushusha hizi data kwenye file kwa sababu bado hatujafika hiyo level. Ama kwenye C watu washamaliza, leo tutachukua kabisa na jinsi ya kuingiza hizi data kwenye file kama muda utaruhusu. Kwa hiyo tutaangalia, leo nataka tuangalie program hii kwenye C inatengenezwa, sababu wengine wanachukulia labda kazi fulani huwezi kuifanya kwenye lugha fulani. Lugha yote unaweza kufanya kazi yote, ila tu juhudi zinakuwa nyingi kidogo. Njoo tuangalie leo C. Njoo leo tuangalie C, tufanye pia mazoezi kwa sababu C watu ambao wamesoma C naona washaanza kuisahau sawa. Acha tufanye mazoezi ili kuirejea pia hii C. Kwa tutarejea kama tulivyosema, tukitoa kitu kwenye Python tutaingia kwenye C. Kwa mfano hapa mimi nikibonyeza namba 1 maana yake ataniprintia hata hii video ataiwasha kuanzia present continuous. Tuambia namba 1. The present continuous. Utakuta kaanza na the present continuous. Okay. Twende kwenye C. Je, programu hii tuna uwezo kuiweka kwenye C? Je, tuiangalie. Tutahitaji include stdio.h. Tutahitaji include nini? stdlib, sababu kuna kodi ile ya system ipo humu. .h. Na tutahitaji include nini? string.h. Kwa nini string.h? Kwa sababu kodi ya kulinganisha iko humu ndani. Okay. Katika Python huku tuliona kuna kitu kinaitwa, hata tuimalize hii program 0 made by nk takata hapa. Katika C, katika Python huku tuliona kuna kodi inaitwa dictionary. Hapa tuliongeza pia na masuala ya file, tutakuja tuyasome huko mbele. Kuna JSON hapa na vitu mbalimbali. Twende kwenye dictionary. Hii dictionary kwenye C hatuna. Sasa tunaipataje C kwenye dictionary ili tuingize playlist ya user kwenye program yetu? Tunafanya nini? Tuna orodha hapa. Hii ni video ya YouTube. Ina orodha. Sisi tunataka tutengeneze kama ilivyo. Yaani iwe user akibonyeza na hii akichagua English tense, video ianzie English tense. Akichagua future, video ianzie future simple. Akichagua sijui nini chochote kile, tuweke hiyo orodha kwenye program offline. Tuigawe video kwa partition. Ila tunataka tutumie C. Tumesoma kupitia Python. Mwisho kabisa tutaweka video ya Python kama wewe ni mtu wa Python, na kama ni mtu wa C twende tufanye mazoezi, lakini pia tujibobeze zaidi kwenye upande wa coding. Tuzoee kodi. Okay, sasa mfumo huu tutaweka vipi? Kwenye Python ilikuwa ni simple kwa sababu kwenye Python kulikuwa kuna kitu kinaitwa dictionary. Tulitumia dictionary kutengeneza mfumo huu. Tukaweka hii hapa ni key na hii ikawa value. Sasa kwenye C hatuna dictionary. Ili nipate dictionary itabidi nifanye nini? Bila shaka itabidi nitengeneze mwenyewe dictionary. Tuambia return 0. Nitengeneze mwenyewe hii dictionary. Tunaitengenezaje? Hapa kuna nadharia zaidi ya moja. Zinafika mpaka 4. Nadharia ya mwanzo, unaweza kutengeneza dictionary kwa kupitia struct. Unaweza kutengeneza dictionary au hii program, kwa sababu program yote ni dictionary. Unaweza pia kuitengeneza kupitia kitu kinaitwa dimension array, lakini pia unaweza kuitengeneza kupitia array moja, ila inakuwa muda na anwani unaiweka katika array hiyo moja. Kwa maana inakuwa index 0 muda, index 1 anwani. Nadhani ushapata fikra, ndio? Okay. Pia unaweza kutengeneza hivyo kwa kupitia array mbili. Nini tutakusudia? Array mbili ambazo ni array za string. Tutakuja tuone tofauti kati ya array kwa sababu kuna tofauti kati ya array ya string na kuna array ya character. Unaweza kutumia array mbili kufanya hivyo. Upo hata nikuoneshe mfano kwenye Paint ili uelewe ninachokizungumza. Okay, mimi hapa nimeweka array mbili. Inakuwaje? Array ya mwanzo tunaweka anwani, labda English, French, sijui nini. Array ya pili tunaweka index. Kwa wakati wa kuprint tunamwambia
Kama user kachagua index 0 kwenye list ya juu, basi na hapa chini print index 0 yake. Kwa maana yake hapa kuna English, hapa utaweka dakika labda inaanzia 13. Kwa mtu akichagua English itaplayiwa video ambayo au video itaplayiwa kuanzia index ya au dakika ya 13 ambayo iko hapo kwenye index ya 0, na kwa ni rahisi kuifika. Upo Ndio tuangalie hii, na sisi tutatumiaje? Sisi tutatumia mfano hivi, lakini tutatumia kitu kinaitwa dimension array, ambapo dimension array inakuwa ni array mbili zimeungana. Taenda kwa mfumo huu. Kwa maana hapa tuna row na tuna column. Upo Sisi tutatumia style hii sababu nyepesi. Nadharia zipo 4 tumesema. Kama katika masomo yajayo tunataka labda kama kuna nadharia video fulani nadharia hata 20 tuzitoe zote, comment uko chini, kwa sababu hatutaki video iwe ndefu. Tunakuwa tunachukua nadharia moja imetosha. Sisi tutachukua nadharia ya dimension array, zingine zitengeneze mwenyewe. Twende kwenye nini? Acha nitengeneze kitu cha mwanzo, ni tuandae mazingira ya dictionary. Nitawaambia char nini? Anwani, kwa sababu pale kuna anwani na nini na muda. Angalia, nikiandika hapa 10, hii inaitwa ni array ya character. Ndio nini? Yaani ni array ya herufi. Kwa hapa nimwambia hivi, neno hili variable hii itachukua neno ambalo herufi zake mwisho 10 azizidi. Upo Hizi ni idadi za herufi za neno hili. Ama nikiandika char pointer tofauti. Char pointer au char pointer hapa inamaanisha kwa hii ni character, hii ni pointer ya character. Maana yake inamaanisha hivi. Hapa maana imechange. Maana 10 hapa inamaanisha hapa mimi nahitaji maneno 10. Haijalishi kila neno ina herufi ngapi. Nahitaji maneno 10. Ina maana maneno. Okay. Pia mfano wake kuna kitu kinaitwa dimension array. Dimension array ni hii. Hii ina maana gani? Ina maana hivi. Nahitaji maneno 10. Ya mwanzo inahusu maneno na hii ya pili inahusu katika kila neno kuwe kuna herufi ngapi. Kwa hapa nahitaji maneno 10 na kila neno liwe na herufi 10. Upo Hii inaitwa dimension array. Tumesoma of course. Sitatumia hii. Hapa nitawaambia katika maneno tuwekee 30, maana yake ni vichwa vya habari. Vichwa vya habari 30 kwenye video moja ni vingi sana. Au tuweke 50, tunakomu 50. Na hapa katika urefu wa maneno vichwa vya habari tufanye labda 30. Itakuwaje? Labda mama alikuja jana akanitembelea akala ugali akaondoka. Kichwa cha habari kirefu sana. Imetosha. Hatutaki kichwa cha habari kama treni. Kwa hapa tayari tumeandaa mfumo wa dictionary, ila hapa bado hujatimia kwa sababu kuna kitu tumekiacha. Lazima tuweke muda ili tupate mfumo wa dictionary kamili. Kwa hapa nitaambia char muda itakuwaje? Hivyo hivyo dimension array. Kwa hapa tuna 50 na hapa tuna ngapi? Hapa weka 5 imetosha kwa sababu namba na herufi ni tofauti. Kwenye herufi nikiweka herufi 4 ni chache sana, mama mwisho hapa. Tanzania haitoshi. Lakini kwenye herufi 4 maana yake na tarakimu 4 maana yake nyingi sana, ni namba 1234. Unaona? Nyingi sana. Inaweza kufika hata 1000, yani nyingi sana. Inatutosha kwa 2000, 3000 mpaka 9000. Tuna uwezo kuingiza ndani ya tarakimu 4 tu. Na ndio maana binary ni 01, lakini vitu vingi vimeandikwa au karibia vitu vyote tumeviingiza kwenye kompyuta. Vimeingiaje? Kwa sababu tumetumia namba. Na namba ni pana zaidi, kubwa zaidi kuliko herufi. Tuendelee na somo. Kwa hiyo hapa nimeandaa nini? Hapa mimi nimeandaa dimension array. Mfumo huu. Hapa kuna row na kuna column. Twende. Okay, nini kinachofuata? Kinachofuata hivi sasa tuchukue anwani kutoka kwa user. Tuchukue hizo anwani kutoka kwa user. Tuambia hii ni loop ya hii ni loop. Tunaanza na loop. Tuambia for int I, tumeingia kwenye C yenyewe. Kwa hapa itakuwa int inaandikwa hivyo. I sawa 0 tumesoma ndio loop. Tuambia I ndogo ya ngapi? Hii itakuwa ndogo ya otea. Naweza nikamweka hata 10. Maana yake inamaanisha hivi 100. Hapa inamaanisha hivi atakuwa na uwezo wa kuandika anwani 100. Video moja haiwezi kufika anwani 100. Nyingi sana eti sana. Kwa anwani 100. Hapa sisi tuna anwani 50 ukilinganisha na uko juu, hata tuweke 50. Kwa huku kuna 50, hapa kuna 50 hiyo hiyo. Na mwisho kuna I++. Unaweza kuandika kwa mfumo unataka mwenyewe, tunakupa njia wewe fanya unachotaka. Okay, nimeandika. Nataka nifanye nini sasa? Nimwambia user printf nini? Andika anwani. Basi, nimwambia andika anwani. Kwa maana ataandika anwani ya video. Na wakati huo utawaambia n kukata. Utawaambia n kukata. Kama nataka kukata atabonyeza n. Okay, tumemaliza. Usisahau semikoloni. Nitaichukua hii anwani aliyoandika nitaingiza hapa kwa kupitia get s. Tumia get s
sababu get_s inachukua space, tumeona hiyo. scanf of course yenyewe inachukua space, tumeona sheria zake. Ila get_s hapa ni simple kuandika, ninaenda sambamba na hii dimension array. Mimi nitamwambia anwani, kwa vile hapa tuna array maana yake itakuwa anwani I. Upo kwa hapa sasa hivi ataingiza hii data huku. Okay, nataka nimwambie hivi, kama mtu atabonyeza n program ikate ili upuishi, tuambia if nini. Hapa maana yake tunalinganisha string na string, na kwenye C hairuhusiwi. Kwa maana yake utatumia function ipo ndani ya string.h inaitwa nini? Inaitwa strcmp. Nini? Andika kitu cha mwanzo, kakwambia hapa kuna string ya kwanza na ya pili, hamna mpangilio wote. Kama nitaambia mwanzo ni anwani I. Anwani I na string ya pili ni n, herufi n, kwa atalinganisha. Sawa sawa, kama hizi string zikilinganishwa ikatoa 0, ikitoa 0 inamaanisha zinafanana. Nini cha kufanya? Mwambie break. Kama zinafanana mwambie tu break here. Afunge. Acha tuingize ndani kidogo hii kodi vizuri, ili tujue bandwidth imeishia wapi, ili imeishia wapi. Okay, tumetoka hapo. Akimaliza hapo unaweza kumwambia else, na unaweza usimwambie, kwa sababu kama hajaingia hapa maana yake atapitiliza. Kwa kama atapitiliza chini mwambie printf achukue muda. Printf nini? Andika muda kwa sekunde. Somo lile la kule sekunde. Okay, hapa ataandika sekunde. Usisahau semikoloni, mwambie get_s kama kawaida. Nini? Andika hapa muda I. Kodi imeisha ya awali. Njoo tuiprint huku chini kiujumla. Tuione itakuja. Nitaambia printf nini? Nitaambia printf atuprintie hizo namba kama zimeingia tuzione. Nitaambia hapa printf nini? Nitaambia \n. No, iprint tu yote hiyo. Hapa nitaambia tuprintie anwani. Maana tukipata anwani tumepata na muda. So that is, tunaweza kuja hapa tukamwambia pia tuprintie na muda. Printf anwani, na hapa tuambia printf muda. Kwa maana atatuwekea muda na anwani kiujumla. Okay. Run program, run F9. Anatuambia andika anwani. Taambia kwa mfano labda Tanzania. Andika sekunde 13. Andika anwani da. Andika sekunde labda 20. Andika anwani. Tumemwambia kama tukibonyeza n loop ishi. Kamaliza. Kwa hapa kaandika Tanzania 13. Kaandika Tanzania 10 ngapi? 13. Kwa kaprinti vitu vyote kiujumla. Hapo weka print kitu cha mwisho. Njoo tuweke kwenye loop ili atuprintie vitu vyote. Kwa hapa maana yake kodi inafanya kazi. Njoo tu print hii kodi ndani ya loop ili iwe rahisi kupata nini? Kupata unachokitaka. Kwa hapa nitawaambia hivi. Nitawaambia for, angalia hapa, ili iwe rahisi lazima tujue huku user kaandika anwani ngapi. Na ili kujua hizo anwani ngapi kwa njia nyepesi unaweza kutumia i kwa sababu i inazidi kila baada ya muda. Kwa hivyo unaweza kumwambia hivi, i ili tuipate tuiweke juu. Upo tuiweke juu kabisa. Kwa hapo tutaambia hii int I iweke huku. Kwa tutaambia int I, hata tuweke chini hapa, chini yake hapa. Int I tumeweka hivyo hivyo, imetosha. Alafu ikija hapa inaanzia I sawa sawa 0. Hapa ndo anaifanyia assignment. Hapa itakuwa hii I tuna uwezo wa kuitumia huko kwenye mambo mengine. Mambo gani? Njoo hapo utaona. Nitaambia for int. Sasa hapa ili tuitumie ile ya juu, hapa isiwe I, hapa iwe int y sawa sawa I inakuja nini? I inakuja j. Int j sawa sawa 0. Afu nitamwambia j ndogo ya nini? Ndogo ya I ile ya juu. Afu nitamwambia j plus plus. Kwa nini mwambia ndogo ya j? Kwa sababu hii j inachukua idadi ya hizo herufi ambazo user kaziandika. Okay. J za huko juu. Kisha nitamwambia printf. Tutaprinti vipi? Tutamprinti kwanza kitu cha mwanzo, tumwambia tuprintie d herufi, atuprintie namba na kusudia. Kisha atuprintie anwani. Kwa kuna anwani na namba. Hapa nitamwambia okay, baada hapo nitamwambia nini? Hapa nitamwambia nitavuta namba, ambapo namba hapa itakuwa ni I ile ya juu, na mbele yake nitamwambia niwekee ile anwani y. Hapa itakuwa anwani j, so y, anwani j. Jot print tuangalie imeishi wapi. Andika anwani Tanzania. Andika namba 10. Anwani Kenya. Namba 20. Anwani tumeishi hapo n.
utakuta katuandikia Tanzania, Kenya. Umeona Okay, huoni vizuri kwa sababu hatujaiweka \n. Kwa hapo tutamwambia katika kuprint tuwekee \n. Kodi hii imeisha, maana yake kodi hii imeisha. 20 n utakuta kaandika tz ky, vitu kama hivyo. Imekaa vizuri. Kwa hapa tumemaliza kodi ya mwanzo. Upo baki kodi ni hii, ni kodi ya mwisho. Hii ni kodi ya kuprint. Baada ya kuprint kinachofuata nini? Tunataka kinachoprintiwa pale user akibonyeza namba, ile namba iplayiwe. Yaani video iplay kutokea kwenye ile namba ambayo user kaibonyeza. Ndio nini? Tutarun tena. Run, tumwambia hapa present, tatumia hiyo video yetu hapo. Present ni present ni present simple kwa mfano, au simple present tense simple, inaanzia namba 13. Alafu kuna future kwa mfano, future inaanzia labda 38. Mwisho hapa. Kwa nataka hivi user akibonyeza namba 2 ije kuplay hii video ya nini? Na kibonyeza namba 3 uje kuplay video ya namba 3. Angalia hapa kuna kitu kinavuruga hapa, kitatuvurugia. Angalia ameandika hapa 22, itaki kwa hivi. Kwa nini ameandika 22? Maana hapa kuna kitu hakijakaa sawa. Okay, tutafanya nini? Hii d inachukua I, hii I imetoka kule juu. Hii I itatuvurugia. Acha tuweke hapa int x mpya au int idadi sawa sawa 0. Mimi nitawekea 0. Hii I hapa naweza nikairudisha huku chini, haina kazi tena hapa, mwambie int I peke yake. Kwa hapa itakuwa ni int I sawa sawa 0. Kwa huko juu tumetoa, tutakiweka variable nyingi. Okay, tumeweka hii ndio idadi. Itakuwa nafanyaje wakati kila anapoingiza anwani, hiyo idadi anaiongezea herufi idadi plus katika siku na ikodi. Kwa maana sisi hapa sasa hivi tutafanya hivi, ni uchache wa ni mzunguko uende kwa mujibu wa idadi. Kwa hapa itakuwa atatuprintia idadi upo na kisha atatokea anwani j. Tukiweka hivi maana yake tunaruhusiwa kuweka I kawaida kwa sababu hii ipo, hii ni local. Hii ni local variable na hii ni local variable. So hakuna global tena hapa. Okay, njoo tuangalie hii sasa hivi kwa sababu lazima uhakikishe kitu kimekaa sawa ndio uendelee. Okay, nitaambia n mwisho. Kisha n. Kuna kitu hakijakaa sawa kwa sababu hapa tumeprint nini? Angalia hapa kwa style hii, huu mzunguko huyu hapa na print namba 3 ambayo imeingia huku kwa mujibu wa idadi ya vichwa vya habari. Kwa hapa tutakiwa tufanye hivi. Hatutaki kuprint idadi. Hapa tutaprint j. Imetosha. Upo Okay, nitaambia present kisha n. Utakuta kaandika 0 1 anaendelea. Okay, sehemu hii tumemaliza, twende sehemu nyingine. Sehemu gani iliyobaki? Sehemu iliyobaki sasa hivi tunataka zile anwani mtu akibonyeza namba 1 iplay video kutokea pale kwenye anwani husika. Njoo tuilete kwanza kodi yetu. Kodi yetu ilikuwa ni hapa, inaitwa OS. Huku si atumie OS, huku natumia system kodi hapa. Hii kodi ya system kwenye C iko kwenye kitu kinaitwa, acha tuiweke juu kwanza sasa hivi kwa sababu sasa hivi itakuwa hatuitumii. Hii kodi ipo kwenye stdlib. Hii kodi ya system tunataka tuitumie. Na hapa tumesema ndio sema dakika. Kwa dakika hii namba moja inaandikwa hapa na user hapa. Baadaye tukitoka hapa tutamwambia user achague list. Njoo tumwambie user achague list. Tutamwambia printf. Nitaipanga kwanza programu yangu, nitaipamba. Tutamwambia printf. Tutamwambia your play list 1 2 3 4 5. Tutamwambia hii ndio list yako. Kodi hii tutaiweka mwanzo na mwisho. Utachukua hii pap, tutakuja tutaweka chini hapa. Katikati yake tutaweka loop. Kwa hapa itakuwa tuandike loop, tumwambie user andike anwani anataka. Tutamwambia for nini? Int I sawa 0. Kisha tutamwambia I ndogo ya, kama kawaida hapa itakuwa ni ndogo ya idadi kwa maana kita print kwa mujibu wa idadi zilizokuepo kule juu. Idadi kisha I, ukitaka print zaidi hapo plus lakini weka anwani 10 ataprint anwani 70. Mbona inawezekana? Itabidi apply zile anwani zake 10. Pamoja kwa inawezekana mtu mwingine ana anwani 10 lakini akarejea zile anwani mara 70. Upo kwa mwenye utaangalia unataka unaweza kumkadiria labda mara 100 kwa maana umemruhusu apply mara 100. Upo lakini hapa nimewekea ata play kwa mujibu wa idadi ya orodha alizoziweka huko juu. Okay, kama unahisi ndogo tumwekee nyingine. Okay, no problem. Sije kama huyo. Mimi nitaambia hapa niwekee 20. Kwa hapa itakuwa hivi, ataruhusiwa kuplay mara 20.
Humu ndani sitaweka kodi ya kukata kama nahitaji kukata. Nitamwambia printf mwanzo hapa ya kodi, nitamwambia printf nini? Andika unayoitaka. Upo nimwambia andike anwani ya video anayoitaka. Okay, nini kinachofuata? Hii anwani akishaiandika inatakiwa ichukuliwe ikawekwe sehemu. Hii anwani ni namba ya kawaida. Kwa hapa tutafungua int ya kawaida. Tutamwambia int nini? Tutamwambia hii ni int ya number. Ndio nini? Maana yake hii itakuwa inahusu namba. Sasa hivi naweza kumwambia iko 0. Yes, yake ni namba sio ileweka huko ndani. Okay, hapa nitaambia scanf, sababu hiyo namba ya kawaida. Nitaambia scanf nini? Katika scanf nitamwambia nichukulie, katika scanf nitamwambia nichukulie hiyo namba. Hapa namba maana yake ni integer, aingize kule. Kwa hapa tutamwambia ingiza kwenye namba. Take care, hii ni scanf na hii ni namba kawaida, so pointer. Kwa hapa inabidi weke alama ya nini? Ya tunaita location. Kwa hapa nimeweka location yake hii ya namba iliko. Kwa hapa atachukua namba ya user ataingiza kule. Nini kinachofuata sasa hivi? Kinachofuata sasa hivi baada ya kuandika ile namba atuprintie hapo ujumbe. Atuprintie hiyo video, afanye play hiyo video. Hapa angalia kuna kitu muhimu. Katika Python hii kodi ya iko wapi kodi yetu? Kodi yetu ya hii kodi ya os.system kikawaida inachukua argument moja tu. Katika Python hii f haionekani, inahesabika kama ni kivuli. Haionekani kwenye program, kwenye hizi function. Kwa hiyo kiweka haisabiki kama ni argument iliyozidi. Kwa sababu argument ili isabike imezidi, nataka uweke koma hapa. Kiweka koma itakataa. Umeona? Na hapa hakuna koma. Kwa hapa inahesabika yote ni argument moja. Lakini kwenye C kule hatuna f. Tuna asilimia kisha utaweka koma ndio utaweka vitu vingine. Upo mwingine ataniambia tunaweza kutumia plus. Plus haikubali katika function hii. Kwa tutafanya hivi. So plus hapa sasa nataka tuingize, hii ni namba ya kawaida lakini hapa tunacheza na string. Kwa hapa tukatumia plus. Itabidi tutumie mfumo huu. Na mfumo huu tukiutumia kwenye C maana yake itakuwa hivi. Itakuwa system. Itakuwa hivi. System. Kisha nitaandika ile neno start ikafanyaje? Hii. Start. Hapa namba inatoka kwa user. Kwa hiyo hatuijui, itabidi hapa tuweke asilimia D. Kwa tukiweka asilimia D maana yake hapa tutafanya koma kisha tutaweka namba ambayo user kaingiza kule ambayo ni namba. Ije uka hapa namba hii maana yake iliyoingizwa hapa ndio itakuja hapa. Kitu ambacho kwa hapa program itakataa. Kwa nini? Kwa sababu hii system inabeba argument moja tu. Kwa hapa tiktaka inakuwaje? Tiktaka yake ni kwamba tutaprint hizi kodi ndani ya variable. Alafu sisi hapa tutaandika kwenye system variable peke yake. Upo je? Tuangalie nitakwambia inakuwaje. Hapa nitaandika kwa mfano kodi inaitwa code au inaitwa run. Kwa mfano tuambia run, tumetengeza variable inaitwa run. Hiyo variable ya run itakuwa na uwezo wa kubeba hii kodi ya system. Hiyo variable ya run ataipata wapi? Simple. Naweza nikaja hapa nikamwambia kuna kodi inaitwa sprintf, maana yake ni print data fulani ziingize kwenye variable fulani. Kwa hapa nitaandika jina la variable. Kama nataka tuifungue jina la variable, naweza nikaingia mbona kwa sababu hapa sasa hivi tuko kwenye nini? Kwenye local. Na uwezo kuja hapa nikaifungua variable. Nikamwambia labda hii variable itakuwa nini? Hii ni char run. Weka labda herufi 30. Hizi kodi zote ambazo zitaandikwa sio herufi ngapi? Weka 50 sababu hatuzijui. Okay, njoo hapa tuambie hivi, sprintf turanie hiyo run, hiyo kodi ya run hiyo, tuiranie. Alafu ndani yake tuwekee kodi hizi. Kwenye hii variable ya run tuingizie hizi kodi hizi. Kwa hapo tutaweka asilimia D, kwa hiyo asilimia D namba itakuja hapa itatumwa hapo kwenye run. Kwa run itabeba kodi hizi zote pamoja na namba yake, kisha baadaye atakuja kuiweka hapa, ataplay kwa mujibu wa video ambayo imewekwa. Umenipata hapo? Okay. Hapa tumemaliza lakini hapa kuna kitu bado. Angalia hapa sasa hivi tumeileta tu hapa namba. Kwa hapa itakuja kama namba moja na namba moja. Sio namba moja. Nataka namba moja ikija hapa ije kwenye hii index ya muda hii. Huo ujumbe wenyewe utoke kwenye index ya muda kwa sababu dakika za video ziko kwenye hii variable na kusudia variable. Kwa mfano English ipo kwenye index 0.
dakika ngapi? Tuliweka labda 13. Kwa dakika 13 tutakuwa kwenye index 0 kwenye variable ya muda. Kwa hapo tutaambia hivi, aingie kwenye variable ya muda. Kwa hapo itakuwa hivi, muda, variable ya kuchukuliwa hapa ni muda namba, muda index ya namba, muda index ya namba. Hii tukiandika muda index ya namba, maana yake hapa muda kwa hapa ni string, hii ni string. Kwa hapo tutaambia hii ni string. Kwa hapo tena sio d, itakuwa ni s. Kwa hii namba itakochukuliwa hapa hii italetwa hapa, ambapo namba hii ni ile 13 ambayo wewe umeandika, au namba ya muda ambayo wewe umeiweka kwenye video yako. Yaani mpaka hapa kodi imeisha. Upo sijui? Njoo tuangalie kodi ina run vipi. Kuna vitu tutavisawazisha baadaye, kwa sababu sasa hivi tukisawazisha inawezekana usielewe. Sasa hivi namba zikishuka itakuwa 0 1 2, utakuwa andike 0 1 2. Kwa user itakuwa ni tabu, kwa tutasawazisha hapo, lakini pia na kwenye uandishi tutaona vyote. Njoo tu run sasa hivi program tuangalie imeishia vipi. Run. Nasemaje? printf. Kuna kitu gani hapa? Kwa sababu hapa kuna hii tumeiweka hii ya nini? Hii haina kazi hapa. Hapa tumemaliza. Na hii ni array, sio nani ya kawaida. Kwa hapa itakuwa ni array kwa namba, muda index ya namba. Index ya namba ni nini? Yaani mfano hapa user kaandika namba 1. Yeye ataingia kwenye index ya hii ya muda, neno ambalo liko kwenye index namba 1. Ambapo index namba 1 atakuta dakika ambazo zimeandikwa na user kuhusu video ambayo ameichagua. Upo run kwenye scanf d, bora naenda kinyume. Okay, kwenye scanf nimeandika kinyume ni scanf, na mimi pia ikaenda kinyume na mimi nimeandika kinyume do. Okay, kwa hapa scanf run, utakuta program hapa. Ndio tuiandike. Tunaanza kwa mfano tutaandika present, kwa maana yake hapa itakuja video ya present simple tense, dakika yake ilikuwa ni 13. Alafu kuna nini? Kuna video ya pili ni present continuous. Hii dakika 38 kama sikosei. Tufanye ndo mwisho, nitawaambia n atatokea orodha hapa. Hapa kama nitaandika, angalia imekuja hapo kinyume, tutaingiza ndani. Kama nitabonyeza 0, maana yake ataprinti hiyo simple, atarun simple present tense. The present simple as in I. Umeona? Okay, na kama nitamwambia 1 ataprinti continuous. The present continuous. Vizuri. Hii ni C na unajua C iko fast. Okay. Hapa kilichobaki nini? Kwanza tujaweka kodi ya kukata hii program, ndio tuweke kodi, tumwambie hivi. Katika hii run, wakati anafanya kazi zake hizo, tunamwambia chagua, andika namba unayotaka, ndio hiyo. Tutamwambia if nini? Tumwambia if hii imeenda kwenye namba. If namba sawa 0. Teka 0. Hii program pia na yenyewe break, ikate loop ishi. Break. Kama hajafanya hivyo atakuja atafanyaje? Kwa hapa ataandika namba. Kama hajaandika wakati wa namba, kama hajaandika hiyo namba usika, akiandika n maana yake atakata, kwa maana huko tutofika. Ndio tuingize ndani kidogo ili tuisome vizuri. Hiyo moja. Mwingine ananiambia kwa nini umeandika 0 wakati inawezekana mtu akaandika 0 katika index. Okay, sitafanya hivi. User tutamuoneshia namba kuanzia 1 kwenye kuprint. Wapi? Hapa kwenye kuprint tumwambia namba wapi tunaprint majibu hapo. Kwenye print hapa tumwambia j. Hii j hapa na print 0 1 2 3. Tunataka tumwambie hivi asiprint 0. Kwa hiyo tumwambia +1. Okay. Sasa hii ili ifanye kazi hapa kwenye namba, kwa sababu kumwambia +1 yake bonyeza ataona, atabonyeza 1. Akibonyeza 1 huku itachukua index namba 1. Kwa hiyo itaharibu majibu. Tutamwambia hivi, na hapa kwenye majibu mwambie -1 kwa kinyume chake. Kwa kama itakuwa ni 1 ni 1, kama ni 2 ni 2. Akiandika 0 itakata program. Ukitomaliza hiyo, hii kodi hii tuliweka hapa hii sasa hivi haina kazi, tukaitoa. Na katika printf tutamwambia hapa tuweke \n. Tunaipanga kodi. Hapa tuweke \n huko juu kuna \n, tunahitaji \n huko, ila tuna uwezo wa kuweka \n nyingine kushusha chini zaidi. Kodi imeisha. Run. Okay. Tuna present sekunde ya 38. Na tuna nini kingine? Naweza kuongeza. Kisha hapa kwa sababu kodi haijaisha. Kuna
n mwisho. Anaambia unaona kaanza kuhesabu kuanzia 1. Kwa hiyo user ataandika kuanzia ngapi? 1. Andika namba ya anwani uitakayo. Utaandika labda 2. Kwa maana yake ata print nini? Ata play kuanzia present continuous. The present continuous. I am studying. Upo hii tumekodi kwa C. Okay, kodi yetu hajatimia. Kwa nini? Kwa sababu sasa hivi mafaili yako nje. Mpaka hapa kama umefika, ongera. Kama unaona umechoka, pumzika. Kama misuli bado ina nguvu, tuendelee. Nataka tufanye nini? Nataka tuingize hizi kodi, hizi orodha tuziingize kwenye file. Kwa sababu hapa ilipo bila kuziingiza kwenye file unacheza. Maana user akifungua hii program anatakiwa aandike orodha kila baada ya muda. Sasa hapa unatengeneza program unacheza. Njoo tuingize kwenye file hii orodha. Tunaingizaje hii? Kuna kodi ya kufungua mafile tumeisoma. Naweza nikamwambia huku mwanzo kabisa tufungulie mafile. Naweza kumwambia huku mwanzo kabisa atufungulie mafile. Tumwambia kwa mfano nini? Hapa kuna file pointer data data. Tambia data, naweza nikaunganisha mbele kawaida. Sawa open. Data itakuwa fopen. Fopen ina vitu viwili. Ya mwanzo file tunataka kuliweka, tutatengeneza CSV. Yes, tuandike CSV. Kuna file inaitwa CSV. Upo nitaandika nk.csv. CSV ni file ambayo linatenganishwa data zake kwa comma. Ni comma separate value. Okay. Hapa nitamwambia tunataka tufanye nini? Tunataka tu write, lakini ku write kwenyewe ni a kwa kuappend, kuongeza ili asiandike upya, sababu akiandika upya atatuharibia. Kwa atafanya append. Hapa sasa hivi kashafungua file inaitwa hilo. Tunataka tufanye nini sasa hivi? Tunataka ili file aliyofungua atuingizie data. Ziko wapi? Njoo hapa kwenye anapoandika anwani, hizi data hizi baada ya kuandika anwani na muda atutumie hizi data kwenye file. Kwa hivyo itakuwa hivi printf kodi poja hapa. Kwa hapa kuna file yetu inaitwa data kisha kuna nini format hapa tunahitaji tutume nini? Tunatuma kitu kinaitwa string s ya muda. Weka koma ili atutenganishe kwa koma ili iwe rahisi kwenye kusoma. Alafu nitamwambia mbele pia tutumie string nyingine ya s ambayo ni ya muda. Njoo hapa tutamwambia tutumie ya mwanzo kabisa. Of course hapa mwanzo tutaweka nini? Sisi tutaweka kwa mpangilio kinyume. Tutaanza na vile vile ilivyo, tutaanza na anwani. Hapa tutamwambia tuingizie anwani I hiyo iliyoandikwa hiyo na muda I. Kwa hapa tuingizia anwani I na muda I kwa mujibu wa I iliyokuwa huku juu. Upo hapa kashaingiza. Njoo tumwambie f close, tufungie ile file. Nini itakuwa hapa ni data. File imefungwa. Kwa maana sasa hivi hii anwani, hizi data ambazo zimeandikwa hapa zitatumwa kwenye file. Okay, nini achofuata sasa hivi? Njoo sasa hivi tumwambie hivi. Hapa sisi tumwambia kama user atabonyeza n atafanya break. Akifanya break ya loop, tunataka hiyo break ambayo ameifanya, anapofanya break ya loop atakuja wapi? Atatoka nje ya loop. Kwa maana yake ataangukia na watu angukia huko. Maana yake loop yote itakuwa imeisha. Kwa maana yake atakuja huko kabisa kwenye kuprint hizi ndudes. Sasa hapa kata na print, kabla haja print itabidi tu load yale mafaili ambayo yako kule. Kwa tutaambia tutatumia kodi ya file ile ile, maana hapa itakuwa ni data sawa fopen. Itakuwa nini? Itakuwa nk.csv na tunataka arith kilichokuwa ndani. Vizuri. Hapo tutatumia fscanf, lakini tunataka kodi ambayo itakuwa na uwezo wa kufanya loop. Kwa hapo tutaanza na while, kisha ndani tutaambia fscanf. Nitaweka kodi za scan, ambapo kodi za scan kuna nini? Jina hapa ni data, jina la file ni data. Kisha formatting hapa ilikuwa nini? Tuna s, ila tunataka chukue mpaka koma. Kwa tutaambia ya mwanzo itakuwa hivi, chukua mpaka koma. Hii inamaanisha chukua mpaka koma.
Kisha hapa tutakuja tuandika tena s. Tumaliza katika formatting, ndio tuandike hizo variable zake. Variable zake tuna ya mwanzo nini? Ya mwanzo hapa katika fscan f ni kule tumeandika anwani, kwa hiyo itakuwa at in string. In string kikawaida ni string, ile ni string ya character, unaweza kuwekea at. Kwa hiyo itakuwa ni at ya mwanzo ni anwani. Anwani nini? Ukisema anwani I hapa, anwani I haijulikani. Kwa hivyo inabidi tengeneze variable ambayo itafanya loop humu ndani. Tutaita x kwa mfano. Mimi nitakuja hapa nitafungua variable inaitwa x. Int x sawa 0. Mimi nitaanzia 0. Kwa wakati loop inaanza, hii x itakuwa iko 0 hii. Kisha cha pili ni at muda. Pia na yenyewe ni muda x, muda x kwa mujibu wa loop ya muda x. Tunataka iwe hivi. Madamu hii loop inaendelea ikufika EOF. EOF maana yake ni end of file. Madamu hujafika mwisho wa end of file, ifanye loop ili program yetu maana yake isome. Kwa mfumo huu loop hii hapa ina kazi ya kulitechukua itahamishia juu. Tuambia loop hii tuwekee juu hapa. Print. Okay, tumaliza. Kwa maana yake huyu atatuprintia. Vizuri? Kwa itaifuta hii. Kwa ujumbe huu hapa sio sehemu yako sasa hivi. Ujumbe huu utakuwa uko juu hapa ya data hapa. Kabla ile file takaa juu kabisa. Maana atatupitia ujumbe kisha atatupitia vilivyokuwa ndani. Okay. Kwa hapa itakuwa ni j, hapa itakuwa ni x tena sio j. X +1 na hapa itakuwa ni anwani x. Upo tunategemea ile data juu. Sasa x inazidi wapi? X tazidisha hapa plus ili iweze kucheza na loop ya data. Ndio nini? Ili faili tumelirun, si ndio? Maana yake ndani humu limetengeneza loop. File yetu ni apps nkcsv. Utakuta hapa print present simple tense. Kwa sisi tumwambia achukue data hizi, kila anapofika kwenye comma stop aingize kwenye variable kisha achukue na hii. Kutoka hapa mpaka hapa huu ni mstari mmoja. Kwa kama kuna mistari miwili itashuka chini, mitatu, minne itaenda hivyo. Kwa hapa ili tuweke tushushe chini, tumwambie hapa wakati anaandika hapa tumwekee \n hapa. \n kwa maana atatushia chini mistari inayokuja. Kama tutaandika mistari zaidi ya mmoja. Kodi imeisha hii. Tunatarajia sasa hivi tukirani hii program hata kama mimi sijaandika tunaita nini? Orodha. Nikimwambia tu n anisomee ile orodha ambayo iko mule ndani. Utakuta kanisomea kuna orodha inaitwa present simple tense. Na kwa vile sisi huku chini hatujaribu kitu, hii inamaanisha hivi. Kama nitaandika namba moja hapa inatakiwa ina namba moja irun ambayo ni present simple tense. Run the present simple as in I study. Vizuri. Acha tuiongezee kitu kingine, tuongezee orodha nyingine tujue je program imefanya kazi kweli. Tujithibitishie. Okay. Tutaongeza nini? Tutaongeza ile future ile nini wanaita present continuous ambayo ilikuwa ni present nyumbani ilikuwa ni sekundi ya 38. Inchi nyingine tuongeze future simple. Tumwambia future simple, future simple au future simple. Okay, tense ni dakika ngapi? Ni dakika ya 7:38. Oh, hapa tuna 60. Calculate. Tuna 60 mara ngapi? Mara 7 jumlisha 38 au 35. Tuangalie vizuri. Yep, 35. Unaweza enter. Tunaambia 455. Kwa hapa tutamwambia sekunde ni ya 455. Endelea, tutamwambia n ishi hapo hapo run. Atatusomea present simple tense na continuous tense. Kama kuna moja kaya chochote tatizo ambie namba 2 afu tutakuja tu run tena. Tuambia run. The present continuous. Utakuta kaingia. Sasa hivi program nikirani menu imesaviwa. Kwa nikimwambia tu hapa n utakuta ananirudia anaisoma menu ambayo mimi nimeiandaa. Nikibonyeza labda 1 atafungua nini? The present simple as in hiyo ambayo sisi tumeongeza hivi sasa tujaiona, utaiongeza wewe mwenyewe. Hii ilikuwa ni namna gani tuna code
namna gani tunaifanyia partition video kwa kupitia lugha C. Kabla ya hapo tulisoma namna gani tunafanya partition kupitia Python. Tazama video hii hapa. Asanteni.